You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Madhani ya goshwa, Jesu akumio ni Pastor GLADYS GITONGA orengi mutandao-ini witu wa Pacific Waves rucini rwega guku gwitu kungenejo ni hwaine kunge mathane mathiu but ni ngeneire Ngai ni tondu wa kuhe kiroko iki kiega na kwarahuka thiini wake nigetha tuke haha tucemanie twambararie Ngai witu gitumi gitu gia kumbwo ni kuoca Ngai na kumwambararia na kumutiithia mwathani agocwo ukamutia na ukamutiithia kuri ari othe mari kuiguaga mwathani agocwo koguo ndi mwega ndi muhonoku na Jesu ni mwathani ni agitirite wega piu mkumarire twirigaine na ngaigua kumwambararia na kuga niwe wika Ngai muturire-ini wakwa mwathani agocwo ndire no ndungi ingihota kuga mwega ona atia tiga ati Ngai niwe mwega muturire-ini wakwa ni ndakugeithia muthikiriria wakwa wa Pacific Wave o hari urathikiriria uri we urajigua na we urigua Ngai wa muoyo akurathime ni ndoka rucini rwa muthi na taito yakwa ni kuga atiriri gucaria Ngai na kiyo mwathani agocwo kwiririria gutwarana na Ngai gucaria Ngai na kwiririria gutwarana nake mwathani agocwo ni ngwenda tuthome nawe ibuku-ini rimwe hindi ria Jesu ari guku thi na ni agerire hindi imwe Jericho na gukigia na mundu wa mwirireirie muno na arikie kumwiririria ri akirora akiona ndarahota kumuona ni arathie kuo ni mukuhi muno ndarahota kuona Jesu na to gukuhiha ni kuri na andu mamuthiekaga ona maiguire uru hindi iria makorirwo me hamwe na Jesu koguo kwina maundu meri ni ari mukuhi muno na ni agiragiririo maundu-ini ni mamugiragia andu ni mamugiragia na maundu make cheo yake ndenda kuga cheo yake ni amugiragia na akarigwe gwika atia no ngoro-ini yake thiini ni erireirie na agikira kiyo gucaria Jesu nginya atigirire ni amuona ndenda gukwira atia rucini rwa umuthi ati wona wekira kiyo ucarie Jesu utigirire ni wamuona ni ugukorwo wi handu haria hega na mandiko magagitwira atiriri Jesu arikia kuigua thiini wake uria mundu ucio amwirireirie akinya haria ari tondu nake haicire muti nigetha amuone amwirire haruruka umuthi ndikoro hamwe nawe ndenda gukwira ate muthikiriria wakwa njitira ucio ungi no cio ungi tuhoya mwe na nigetha ndimwire atiriri Jesu ni egukorwo nawe gwaku umuthi weririria uguo Sakayo erireirie gukorwo na Jesu akimucaria na kiyo ndamakirio ni andu acia raihu mari araihu na iguru kumukira kiroho-ini kimwiri-ini matangiafariurire Sakayo ena Jesu no Jesu ndamakirio ni uguo mandiko manjiraga atiriri thiini wa Isaia 40 ati mandiko makauga tigagai gwitigira ndi hamwe na inyue tigagai guoya tondu ndikamutiga mwathani agocwo baba thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki gugona kia matu-ini rucini ruru rwega tuoka kuhoya hinya no hoti wa gugucaria na kiyo thiini wa kigongona giaku githeru amukira ugoci amukira gitio giothe Jehova muthikiriria wakwa wothe ukuigua no riigua mwathani ikira fifa thiini wa muturire wao mahote gugucaria na gukuona tuhote gugukinyira muthamaki tuhote gutuikania kuri andu aria raihu kuri ithuĩ matuhingagiriria matugirigagia ngetho tigakuone mwathani thiini wa ritwa ria Jesu amukira ugoci twarana ithuĩ co-ini ino kianjiriria gitagati na kurikirira thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen ciothe ciehere iria ingikurigireria ukorwo na nie nigetha tuigue Jesu na tuone tuthoma mandiko nigetha matuteithie na nigetha tuhote kuona tuhote tuthome tuhote gwika uria Jesu angiendire twike mwathani agocwo tarekei
tuthie thĩinĩ wa Biblia, na siku ya leo nitatumia Biblia ya Kiswahili, ingawa niko na ya Kikuyu, lakini wacha nitumie ya Kiswahili kwa sababu ya yoyote ule ambaye aelewi hiyo lugha na ataelewa hii. Bwana asifiwe. Amen. Nasoma katika Luka mtakatifu, Luka mtakatifu 19, na nitaanza hapo mpaka mstari wa 12. Bwana asifiwe. Na alipoingia Yeriko, alipata katikati yake na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu kurulera. Alikuwa akimtafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia bio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinugunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mstari wa 11. Waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja waliposikia hayo, aliongea kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na ufalme wa Mungu utaonekana mara. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa sababu ya neno lako. Bariki, nitumie kama chombo, na uweze kutufunulia kile kilifanyika ndani ya Zakayo aweze kukutamani na kukutafuta. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na tunaamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wewe unanisikia, usikubali kusikia peke yako. Najua unajua hii maneno, najua umeyaisikia, lakini nyakati hii niko sio hii ulisikia hapo bereni. Najua kuna kitu yako na kitu yangu siku ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. So nimekuja kukwambia tumtafute Mungu na nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Zakayo alikuwa mtu ambaye ni mtu mkubwa, mtu alikuwa na mali, mtu tajiri. Bwana asifiwe. Lakini ndani yake alisikia tamaa ya kumjua Yesu, ama uguso wa Yesu Kristo ukagusa Zakayo, na akasikia ni lazima amuone Yesu. Naomba hiyo upako siku ya leo. Hata kama uliokoka miaka 20, naomba hiyo uguso, tamaa ndani ya moyo wako wa kutamani kutembea na Yesu, kiwango hiyo uguso imfurute Yesu akuje kwa nyumba yako. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza ni ya kwamba Yesu anapotembea nyumba yako, kuko na deliverance. Hakuna magonjwa tena. Kuna mambo makuu Yesu utenda
akipewa nafasi katika maisha yako, katika nyumba yako, katika kukaa kwako. Hiyo ni kitu moja. Kitu ya pili, Zakayo akionekana ni mtu alikuwa na kila kitu, lakini alikuwa na upungufu wa ungu ndani yake. Bwana asifiwe. Na ile pengo ya kumtamani Yesu ikafurutia Yesu aweze kumtembelea. Bwana asifiwe. Sikia, unaweza kuwa uko na kila kitu na unaona umetosheka. Hauwezi ukatosheka unless uachilie Mungu akae ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Tamaa ya vitu, unaweza pewa dunia yote na hauwezi ukatosheka, maana Yesu ndio mwenye dunia yote na ni yeye ako na uwezo wa kutawala chochote atakupea na kiwe ya dhamana. Bwana asifiwe. Naomba asubuhi ya leo, Zakayo akaona anamtamani Yesu, anataka kumuona. Kitu ya kwanza, asheo yake ilikuwa inamsuia. Wale wanamjua walikuwa wanamsuia, maana wakati wowote Yesu alikuwa anatenda kitu, watu wa dunia walikuwa wananugunika. Na ujue mpaka wa leo mambo Yesu atatenda kwa maisha yako inafanya wengine wabaki wakinugunika. Wengine wanaulizaga, ni wewe tu unanenewa, ni wewe tu unasikiaga Mungu, ni wewe tu Mungu anakaa kwako. Sio wao, ni shetani na alianza mwanzo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Zakayo na mali yake na ukuu wake na utajiri wake akawa na upungufu wa kumuelewa Bwana. Haleluya. Na wakati alielewa, akasikia kiu, akasikia tamaa ya kumuona huyu mtu anaitwa Yesu. Ufupi wake kwanza, mahubiri yake aigemkubalisa, maana alikuwa mfupi, na hata angesimama angemuona Yesu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, seo ile alikuwa naye ilikuwa inampinga asionwe kama anainamia. Kitu ya tatu, the surrounding, wale walikuwa wamemsingira, ni watu walikuwa wanaona yeye ni mwenye dhambi. Sijui wewe saa ile unatembea unafikirianga wale unakaa na wao wanakushukua namna gani, wanakujua namna gani, wamekubeba aje, wanakujua vile uko, ama wana story zao. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka kuambia hivi, anaye uwezo ya kukuona through your life, through your heart, na aelewe kile unatamani, na aelewe msaada wako utatoka wapi. Ni Yesu peke yake. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka kuingia mpaka ndani ya moyo wako, nikwambie, fungulia Yesu, fungulia Bwana, fungulia Yesu aweze kuingia. Bwana asifiwe. Na anapoingia atalete chochote kile unatamani. Kule ulikuwa na madeni ya watu, ataingilia, utaweza kutoka kwa madeni. Kule ulikuwa na magonjwa, ataingilia na atamaliza. Bwana asifiwe. Maana yeye authorize na atakupea uwezo wa kufika kiwango hiko. Bwana asifiwe. Sikia, Zakayo alikuwa na mali, alikuwa na utajiri, lakini ndani yake alikuwa amepungukiwa na kuokoka ama kumuelewa Bwana. Bwana asifiwe. Naye Yesu wakati aliangalia moyo ya Zakayo na akamwambia Zakayo, shuka, maana aliona watu warefu hawanikubalisi nimuone Yesu. Mwili wangu haunikubalisi nimuone Yesu. Nifanyeje? Nitaenda juu ya mkuyu na niweze kumuona Yesu kutoka na juu, maana hakuna mtu mrefu kama mkuyu. Akajisaidia na mti. Bwana asifiwe. Akanyage juu ya mti ndio aweze kumuona Yesu. Sijui wewe umepitia wapi. Ni umepatana na watu warefu wanakupinga usiweze kumjua Yesu, wanakupea Yesu yule hutaki. Bwana asifiwe. Wanakupea injili ile hautaki. Bwana asifiwe. Wanaona kama haufai. Let me remind you, katika Acts 10 mstari wa 34, hii Biblia inasema Mungu sio respecter wa anyone.
ana respect yule anaompenda na anaomtafuta. Bwana asifiwe. Neither nitawenda kiwango gani mimi Pastor Gladys, hiyo haitasuia Mungu afikie yule ninapingilia. Kama kuna mtu ninafugilia, Bwana asifiwe, kwa maana Mungu anampenda na anamrespect ule anamtafuta. Bwana asifiwe. Katika Yeriko walimjua Sakayo na njia ingine mwenye kuitisha pesa. Ni alikuwa amechaguliwa, ndio alikuwa kajo ya wakati huo. Bwana asifiwe. Lakini hawangemuona na upande wa kupenda Mungu. Bwana asifiwe. Walimjua mtu mbaya, walimjua mtu mwenye kunyaganya. Bwana asifiwe. Lakini macho ya Yesu Kristo iliweza kuenda through na kuona moyo wa Sakayo. Ndio nakwambia, muamini Bwana na Bwana peke yake. Bwana asifiwe. Maana yeye anaweza. Hata kama naweza penda watoto wangu, siwezi kuenda through nione ndani ya mioyo yao, lakini Yesu nikimwaminia watoto wangu ataingia through. Nikimwaminia huduma yangu ataenda through na aone ni nini natamani na sifikii, na aniambie karibu mwanangu, na leo nitakuwa kwako. Bwana asifiwe. Nataka ujiachilie kwa Mungu. Nataka uondoe kitu yoyote katikati yako na Mungu. Bwana asifiwe. Waachilie moyo wako umtamani Bwana. Wakati unamtamani Bwana, unaanguka chini, unamuomba, unamlilia Bwana, na aachilie neema aliyoachilia kwa Sakayo, na siku hiyo akabadilisha maisha ya Sakayo. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba alimwambia shuka Sakayo, na mstari wa 5 unasema Yesu alipofika mahali pale alitazama juu, akamwambia Sakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushida nyumbani mwako. Bwana asifiwe. After kumtamani akasuiwa, seo yake ikamsuia, watu warefu wakamsuia, akaona hapana, haitawezekana nifungiwe. Akakimbia na akaenda kupanda juu mahali alijua Yesu atapitia. Bwana asifiwe. We unagojeaga Mungu wapi? Unamtafutaga Yesu wapi? Ni njia gani unaedanga ndio upatane na Yesu? Haleluya. We unakaanga katikati ya wale watu warefu kuliko wewe. Unakaanga katikati ya wale watu warefu kuliko wewe, werefu kuliko wewe, wajuaji kuliko wewe. Bwana asifiwe. Katika kumuabudu Bwana, kumuinamia Bwana, kumuomba Bwana, utafunguliwa njia ile ambaye ni yako. Bwana asifiwe. Nikumbuka Biblia inasema you are unique, ama wewe ni kivyako. Hakuna mtu anafanana na wewe. Vipawa umepewa zako haiwezi ikafanana. Wacha nikupe example. Mimi watu wanijua Pastor Gladys. Hakuna pasta mwingine ako na kile niko naye, na mimi sina kile kiko na huyo mwingine. Mwingine akikuja apewa hii neno ninanena, atalinena na njia ile Bwana atamfunulia. Bwana asifiwe. Na hiyo the uniqueness, that one, ndio nataka kukuambia katika maisha yako. Elewa ya kwamba vile utamutafuta Bwana bila kuangalia walioko mbele miaka mingi, bila kuangalia walioko nyuma yako, na ujisikie uko na nafasi ya kumtumikia Bwana. Haleluya. Uko na nafasi ya kupendwa ni Mungu. Uko na nafasi ya kumtukuza Bwana. Nafasi yako haiwezi ikakaliwa na mtu. Sakayo inanisaidia ya kwamba Yesu alikuwa na mkutano kubwa katika Yeriko, na katika mkutano na hiyo yote, nani alikuwa mgeni wa Yesu siku hiyo? Katikati ya mamilioni ya watu walikuwa wamemfuata Yesu. Siku hiyo ilikuwa ya Sakayo. Bwana asifiwe. Ni ombi yangu siku ya leo ya kwamba nawe siku yako ya Bwana kuwa mgeni wako, na kufunguliwa njia zote, na kuachiliwa kwa neema ya Bwana. Haleluya. Na upokee kila unataka. Hao watu warefu wako mbele yako wanajaribu kufungilia huduma yako, kufungilia nyumba yako, kufungilia
ama kuwa kifungo ya kusuia huduma isonge, nyumba yako isonge, kila kitu yako isonge, elewa njia ile utawaondokea. Bwana asifiwe. Panda juu ya mkuyu, panda njia ile Bwana atakuonyesha, maana kila mahali kuna kajia Bwana atakuonyesha kale utapitia. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Usifungiliwe na mtu, usionyeshwe ya kwamba hauna. He is not a respecter of any man. Lakini wanaomtafuta, wanaompenda, haleluya, Yesu yu pamoja nao. Nimekuja kukwambia kile kinakufungilia, kile kinakuzuia, kile kinafanya wewe ujidharau. Haleluya, Bwana asifiwe. Naomba uiweke chini na umuone Bwana. Naomba uangalie juu mbinguni na upande juu, mahali parefu na juu. Utapanda na njia gani? Utaenda na njia ya maombi. Utatafutia Bwana nafasi katikati ya biashara zako, katikati ya ile vitu uko nazo, katikati ya familia yako. Tafutia Bwana nafasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na usiwe mtu wa kudunishwa. Ati watu wanakudunisha na wewe unajidunisha. Watu wanakunyaganya na wewe unajinyaganya. You are fure. Bwana amekupea nafasi yote ya kuwa pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Katikati ya mamilioni akamuona Zakayo na akaelewa amefugiliwa na seo, amefugiliwa na watu. Na kweli wakati alimwambia, na leo nienda kukula pamoja na wewe, mimi ni mgeni wako. Imagine walilalamika. Kwa hivyo usijali na wale wanalalamika, usijali na wale wanakudharau, usijali na wale wanasema nini. Jali Yesu anasema nini. Jichunge yale inaneno, isiwe ni ya ukweli. Wacha we utende mapenzi ya Mungu, wacha ukae kama maisha mapenzi ya Bwana, lakini hiyo ingine isikusuie. Bwana asifiwe. Sikia, wakati Yesu alinenea Zakayo, na ndio na kunenea siku ya leo, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza, Yesu alikuja kufanya nini? Yesu alikuja kutafuta kile kimepotea. Alikuja kutafuta wenye dhambi, akatuokoa, akatutakasa, ndio tuweze kukaa kama vile yeye anataka, na ndio tuweze kufanana na yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu watakuchallenge na watasema mambo mengine, lakini wale watakatifu hawakumtaka Yesu, walidhani wamefika. Bwana asifiwe. Nataka kuambia, if we are still need Jesus on our life, tukitembea tukifanya chote tunamhitaji Bwana, na hatuwezi bila Mungu. Bwana asifiwe. Hatuwezi bila Yesu. Na ndio Yesu alisema katika Yohana ya kwamba mimi nitaenda na nitamuachia msaidizi, maana alielewa hauwezi peke yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Zakayo kusikia sauti ya Bwana, akashuka haraka na akamkaribisha. Masikio yake haikusikia wale walikuwa wananena vitu, walimsikia Yesu, na alikuwa ametamani sana kuonana na Yesu macho kwa macho. Bwana asifiwe. Odoa hiyo vikingi siko barabarani, odoa hizo maukuta na makateni imewekwa kwa maisha yako, ukose kumuona Bwana. Haleluya. Yuko nafasi yote ya kukaribisha Bwana katika nyumba yako. Si umasikini itakusuia, si utajiri itakusuia, sio watu watakusuia. Usijali na kile watu wananena. Uliza, na Mungu ananena aje kwa maisha yako? Ni kweli alikuwa mtu wa kuitisha pesa? Ni kweli alikuwa hivyo? Na unasikia alisema alijitabua, na alikuwa mwizi, alijitabua na akasema, kama kuna mtu nimenyaganya na mrejeshea mara 4. Huyo ni wokovu. Wakati uliingia ndani ya Zakayo,
akatambua kweli mimi si mzuri, mimi sio vile nilikuwa najifikiria, mimi sio vile watu wananiona, na siwezi kukaa na Mungu kama mimi ni mwenye dhambi. Akaanza kusema, Bwana, nusu ya mali yangu nitapea masikini. Alielewa mali sio yake, ni ya Mungu. Akaelewa niachilie na Bwana apate nafasi. Akaelewa alinyaganya watu wakati hakuwa anajua, na akasema atawalipa. Bwana asifiwe. Waachiliwa, hii neema itumike kwa maisha yako, ikikubarisha kutembea kila mahali, maana the grace of Jesus itakuwezesha kukaa kama vile Bwana anataka. Bwana asifiwe. Mimi nasikiaga hii neno ili niingia, nasikiaga vizuri sana, nasikianga nimelipokea kile nilikuwa nahitaji. Bwana asifiwe. Maana unapokaa na Yesu, na nimekwambia ende usome katika Isaia 40 mstari wa 10 usikie, anasema hakuna siku atakuacha. Bwana asifiwe. Hakuna, acha nikusomee na lugha ya Kikuyu. Bwana asifiwe. Sorry. Nitakusomea, ngoja kidogo nifungue. Bwana asifiwe. Anasema hakuna siku atakuacha, atakuwa na wewe usiku na mchana. Imagine, mimi napenda watoto wangu, niliwaacha. Mama yangu alinipenda, naye pia aliniacha. Wako hai lakini hatuko pamoja. Lakini Yesu, niingie ndege niko na yeye, niingie meli niko na yeye, niingie gari niko na yeye. Kwa nini usipokee huyu na uishi na yeye? Maana yeye anaamua kabisa hakuna siku atakuacha. Bwana asifiwe. Hakuna siku Yesu ataachana na wewe, atakuwa na wewe nyakati zote. Bwana asifiwe. Na ukiwa na Yesu nyakati zote, hata kama ni wakati wa accident atakuepusha. Na aonye kweli ni walikuwa wanataka nikufe, lakini Bwana ameniepusha kwa kifo. Magonjwa inaweza kuja itake kukubeba, naye Yesu aisuie ikubebe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukisoma Isaia 40 mstari wa 10 utasikia anasema hakuna siku atakuacha. Sakayo akaelewa, utajiri hauna uhai wangu, mali yote na ukuu niko naye, heshima za dunia nimepewa, hakuna kitu sitanipea. Lakini Yesu ataishi naye milele na milele. Ndugu yangu, mtoto yangu, rafiki yangu, wachungaji wenzangu, waacheni tushike lili neno ya kwamba tupe Yesu nafasi yote, atuongezee kile kingine tunahitaji. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa huna chochote, lakini ukiwa na Yesu ako na kifunguo ya kufungua milango ya kile walisema hautapata. Unajua kuna watu warefu sana na juu, wanaangaliaga maisha yako, wanakwambiaga wao ni professional, wanakwambiaga wanajua, na uprofessional wao ni kuenda kwa wachawi na waganga wafuge baraka zako, wakusuie, wakunyang'anye. Kama yule mama alikuwa anataka kubadilishia mama mwingine mtoto auwe wake, alafu anataka waure. Hiyo mambo bado iko inafanyika kiroho na kimwilini. Lakini ukiwa na Yesu, jicho lake linakuchungia chochote amekupe. Bwana asifiwe. Ndio anasema dagato tiga dare hindi agetikira, he will never leave us or forsake us. Atakuwa nasi milele na milele. Bwana asifiwe. Sakayo kutoka kuitisa pesa ya koti na nini, akabadilika akawa mtu mwingine, na akawa mali yake ameipeana kwa Yesu. Sakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimenyaganya mtu kitu kwa hila na mrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika kwako. Msikilizaji wangu, naomba wokovu. Sisemi hujaokoka, hata mimi nimeokoka. Naomba wokovu uingie kwetu kamili, na wokovu usiingie ubaki mwenye wokovu. Wokovu na mwenye kuokoa aingie kwa maisha yetu. Mahali tumebakisha, mahali ambaye kuna patikana nafasi ya watu warefu wanatusuia, Yesu atatue. Haleluya. Akupatia ufunuo, akupe kila unahitaji, atembee na wewe katika maishani mwako. Bwana asifiwe.
Yesu akatambua na akamwambia, leo wokovu umeingia kwako. Na mimi nasema lili neno katika jina la Yesu kupitia Roho wa Bwana ambaye unitawala. Wokovu uingie kwa nyumba yako, wokovu utawale maisha yako, wokovu utawale katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa mwanadamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana asifiwe. Yesu hakutoka mbingu bure, alikuja kutafuta kile kimepotea. Hallelujah. Are you the one ulipotea? Ni wewe mmoja na mimi mmoja, na tunapokaa kama vile Bwana tutimize kile kilifanya Yesu awekwe kwa msalaba, alipe madeni yetu. Oh hallelujah. Tunamfurahisha akiwa mbinguni katika mkono wa kulia wa baba yake. Na Roho wa Bwana msaidizi wetu anafurahia akiona ako na makao. Bwana asifiwe. Roho wa Bwana hawezi kukaa kwa roho chafu. Bwana asifiwe. Akiona umekombolewa, umeokolewa, haleluya, na umepata neema ya Yesu, ako na nafasi ya kukaa ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Najua hata kama ulikuwa unasikia umerudi nyuma, kuna kitu umepokea ya kwamba ile vitu ilikuwa inakuzuia. Wale watu warefu wanaonaga ufai, ukinena kitu hawaoni. Usijali, walikuwako wakati wa Yesu, walikuwa wanamwambia anafanya kitu siku ile haifai ama masaa ile haifai, na sijui nani aliwafanya wao wakutawala na kuelewa. Na Yesu ndio mwenye masaa, ndio mwenye masiku, ndio mwenye dunia. Na imagine walikuwa najaribu kucontrol Yesu. What about you? Kwa hivyo ukifika hapa unafungua macho yako na unajiachilia na unamtumikia Bwana bila kufungwa, bila kusuiwa. Uko na potential ndani ya maisha yako, uko na kitu Bwana anagojea umtumikie naye. Wacha kujidharau. Nilikuwa najiuliza, Mungu na utatupea lugha zote? Na Bwana akaniambia ati alijua kwa nini alikubali nisaliwe kwa hiyo lugha. Nisihaibike kuhubiri naye, nisihaibike kunena yoyote jia nitakaweza kutumia, na neno la Bwana lisonge, nisihaibike. Ni wengi waliokolewa bila kutolewa juu ya mkuyu kama Sakayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo njia yangu sio ya huyo mwingine. Bwana asifiwe. Pata moto wa Roho Mtakatifu uweze kusimama, uweze kusonga, uweze kuhubiri, uweze kutoa ushuhuda ya kile Bwana amekutendea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ni siku nzuri, ni siku moto ya kukurejesha kutoka siku ile uliokoka. Ni nini ulipotesha? Haleluya. Ni hiyo tamaa moto ya wokovu ilienda wapi? Unatakana kukaa hot always katika wokovu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasema Bwana akurejeshe kile umenyang'anywa. Amefungua njia. Wale wako mbele yako walikudunisha, wakakuweka chini, hawana msaada wako. Msaada wako uko mbinguni. Yesu akasema katika Yohana, ametuacha, ameenda kutujengea makao. Usiwahi kubali moto wa Roho Mtakatifu upimwe kabla umuone Yesu akufikishe mbinguni na akuonyeshe ndio makao nilikutengenezea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naenda kufunga yetu siku ya leo, na nimeacha watu wamechangamuka, watu wamejazwa na Roho Mtakatifu, watu wamejielewa ya kwamba Yesu alikuja ndio awaokoe na wapate makao mbingu, waitwa wana pamoja na yeye. Baba, katika jina la Yesu Kristo twakuinua tena, twasema asante. Ni kweli Yesu ulikuja na ndio tuwe wana pamoja na wewe. Tupokee wokovu, tuwe free, tufunguliwa katika magonjwa, katika mashida, katika watu warefu na juu wanatusuia, katika jina la Yesu Kristo, na tuweze kufanya na kutumiza kile kilifanya ukuja kwa maisha yetu. Pokea sifa Yesu. Uinuliwe Jehova, uinuliwe Mungu wetu, na maisha yetu yote tuwasarenda kwako. Kama kuna tufitu tumejaribu kurudi katika kwa wale wameokoka wanajidharau, oh my Father, naomba uwafungue kamili katika jina la Yesu Kristo. Bwana nasema asante. Katika maisha yangu tembea, katika huduma yangu tembea, katika hii huduma ya Pacific tembea Bwana, kwamba itembee dunia mzima na hiyo moto wa Roho Mtakatifu
iokoe na itakase maisha ya watu wako. Katika jina la Yesu tuwaomba na tunaamini. Amen, amen, amen. Haleluya. Bwana awabariki sana. Na shukuru wao nimeona katika mtandao. Jane Kemaro, God bless you. Grace Kamau, God bless you. Mire mamake Britney, God bless you. Jane Kanyige, Bwana awabariki. Na wengine sioni, Bwana awabariki, Bwana awatende mema, Bwana afugue njia, maana alikuja akiwa ni yeye njia, ni yeye uhai, na ni yeye chochote kile tunahitaji. Bwana awabariki, Bwana awatende mema. Tupatane Sunday katika jina la Yesu. Bye bye, see you.